mtu alipokuja hapa, mimi nilikuwa nipo halmashauri, akawahi kumdaka. Kaja naye hapa anasema tupo tunakuja tunawaletea nani barabara. Kwanza asiwaambie barabara ili aje awachonganishe na nyinyi. Mpango wa barabara tumemaliza juzi bajeti. Hii barabara yenu ya Nguruka tunani bado haijaingizwa kwenye bajeti, imefanyiwa upembuzi yakinifu. Ndio inaenda kwenda kuingia kwenye mpango wa ichakate, iweke hewani, baadaye huko itapangiwa bajeti. Lakini ni vizuri kwa kuwa nilianza mimi, msiache kwenda kunirudisha nikamalizie. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kuja kumalizia. Mimi sio diwani mfanya biashara. Mimi ni mwakilishi wa wananchi. Nikilala asubuhi naota hadi ndoto za wananchi wangu. Naota, lakini nashindwa kufanya upambanuzi labda kwa yangu, niseme tajenga shule mwenyewe. Wewe unaweza kujenga shule mwenyewe. Lakini nishukuru tu, hamna mpango wowote wa maendeleo. Hamna mpango wowote wa maendeleo ambao hauhusishi halmashauri. Lakini wananinyima kunipa taarifa, wanaziwia maendeleo ya watu. Yaani unageuka nyoka, unamgonga mtu umri. Nyoka sio unajua wao anakugonga akuli. Mtu atoi taarifa, ajui ngazi za juu zinaweza zikamsaidia. Anaacha alafu watu wanakosa. Alafu ukija unasema mgogoro diwani na mwenyekiti. Mimi sina mgogoro na mwenyekiti. Tunasimamiana tu. Namna ambavyo ninavyoendelea kuhutubia, nilikuwa najua eti nilipokuwa naambiwa nipo Nguruka unaenda kwenda kuzomewa. Na kuna sehemu nyingine walikuwa wananitengenezea watu wanapewa hela wanapigwa mawe. Rusumo nilipigwa pale Ruhama, pale nilirushia mawe. Alafu nina ajenda, niko napambana na barabara ifike Ruhama. Nimeisha ifikisha kupita Mandevu. Alafu wanaambia watu piga mawe. Alafu wanapiga mawe. Wewe huna matokeo, sio mbaya. Umeizuia sasa, unasema mimi nisiende kule, unanizuia kufanya majukumu yangu. Na hata huyu polisi mimi sikuja naye kwa ajili ya kuwatisha nyinyi. Nimekuja, inawezekana hata huko njiani akawaambia watu wanipige mkoma. Umeona waheshimiwa, nisijaja naye kwa ajili ya kusema eti kwamba amekuja kuwatisha nyinyi. Na mkutano huu nikimaliza hapo kwenye maswali, nitukaneni, nifanyaje, yoyote mwenye jambo lolote atue mzigo. Mimi sio hivyo, mimi siwezi kuwa mkofi. Mimi najua kwanza nimepata uongozi, mimi nimepita ndani ya chama. Sio unamuona kama huyu ni katibu wa chama au Serule. Mimi nimeishi kuwa mjumbe, nilikuwa mpiga ngoma. Mimi nimeenda nimekuwa katibu wa vijana. Na wanasema jumuiya ya vijana ni tanuri la kuoka viongozi, linapika viongozi. Nimeenda nimekuwa katibu mwenezi. Kwa hata namna unajua ndani ya chama mpana mifumo kama ya serikali. Kwa hata namna hiyo ndio maana unaniona hata nina uwezo naweza kuhutubia. Kwa sababu sikukurupushwa tu kutokea kuwa kiongozi. Hata mafunzo ya waziri mkuu Pinda na nikapewa na cheti. Tulikutanika Mpanda na watu kule. Watu wilaya tofauti tulikutana pale, tukafanyia nguvu mwe. Tukakaa, chama kilitupeleka. Tukajifundisha mambo ya siasa, mambo ya kilimo cha biashara na mambo mengine, mambo kadhaa tukajifundisha mwe. Ndio maana natoka kiongozi ambaye naweza nikawahutubia mkaona mmekaa kimya. Ila kuna wenzangu wakipanda hapa saizi mtu aishachafua nyongo. Nyongo zenu waga zichafuki? Amchafuli waga. Chafuli waga nyongo. Mimi sikuumbwa hivyo. Na hata kama nikimaliza nikaondoka mimi sio kiongozi, sawa. Harudi naendelea kukaa ndani ya chama changu. Kwa sababu matokeo halisi baada ya miaka 5 watu wataona. Yaani wewe ulikuwa na dumu mkononi unataka ndoo. Sitamai. Na kati haya maji ya ndani ya dumu hujayamaliza unataka na ndoo kichwani. Utatamani uibebe, umebeba kijiji kichwani. Unataka ubebe na kata. Utapasuka sasa. Na wewe uwezo kukabidhiwa vitu viwili. Umekuwa kina Chacha Wangwe. Vitu viwili hapo. Waheshimiwa wananchi, ingelazimika mimi niseme haya. Hata kama watu wanataka udiwani, wautafute taratibu, wasinichonganishe na wananchi. Kwani unafikiri ukiwaambia wananchi bana hizi kazi na yeye ameshughulika